Hakunipiga picha. Alipiga hadi mtoi picha, mtoto mdogo. Akaniambia nao wengine, mimi nikamwambia wengine wako kwa show, siwezi ingia kwa bro, but kuna vile tutaongea. Apiga mdogo picha. Hadi nilipata customer hadi. Kakuja hapa akaniambia atachukua mtoi na 400,000. 400,000. Ready to sell your own kid. Ready. Jupe place maisha imenifikisha, mimi nikasema I'm ready. Welcome back my beautiful people. My name is Kenyan PY kama kawaida, and today we are having a good story. Tutakuwa tunapiga story with one of our guests hapa. Tajitambulisha, unaitwa nani mama? Kwa majina naitwa Maria Teresa. Maria Teresa. Kwa kijiji umeweza kuniita Tesi. Tesi. Tesi, mbona unakaa umekasirika hivyo? Si kukasirika, ni kuchoka tu na maisha. Kuchoka na maisha. Usiwahi choka na maisha Tesi. Kila kitu iko na ni kama lesson kwa maisha. So we learn every day through our mistakes. Ni kweli. So karibu Tesi, tutakuwa tunapiga na Tesi story, at least tuweze kujua story ya maisha yake, aweze kutuelimisha kulingana na maisha aliyopitia, na kutokana na story yake I hope tutalearn na pia tutaweza kumsaidia kubadilisha maisha yake. Karibu Tesi. Asante. Kwa majina naitwa Maria Teresa. Natoka Samburu. Mimi mzaliwa huko. Kitu cha kwanza, mimi ni orphan. Mamangu aliniacha nikiwa mdogo, nilikuwa miaka 8 hivi. Kwa hiyo familia, mimi ndo last born, familia watoto wa 6. Wawili wakapass, tukabaki 4. Kwa hiyo wewe ni mtoto wangapi kwa ile familia? Mimi ndo last born. Oh, wewe ndio last born. Mimi ndo last born. Mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Hapo sasa venye mamangu alikufa, brother wangu, sister wangu wote wako separate. Sasa mimi pia niko boma, ikifika asubuhi kila mtu ameamka, niko peke yangu. Nashindwa nitaanza wapi? Sina njia kukimbilia. Sina nani, nasema Mungu, nimekosea wapi? Na mkatuko majirani, ukienda tabado wewe kucheza na watoto wake, mtu anakutekea advantage. Anakuambia, "Muoshe vyombo ndo mkunywe chai." Sasa hiyo uko class ngapi? Sasa hata niliachwa kwa class 3. Class 3. Class 3. Unaanza kutafuta kazi ya kuosha vyombo. Ndio ukunywe hiyo chai at least. Ikufika saa 7 lazima upatiwe nguo ya kufua, inafika extension yenye watu unastuka utamaliza saa ngapi? Saa hizo tu hivyo unatia tu bidii, uko na njaa, unaangalia hivi utaenda wapi? Unasema tu acha ningangane, at least nipate chakula ya mchana, at least niende jioni nilale kwa nyumba, at least mother yetu alituachia at least place yenye tunaweza lala. On that process, venye nilifika 11 years, hiyo ndo first day nilibrekiwa. Nilipata tu jamaa akaniambia, "Msichana, twende hivi nikunulie mandazi ya 5 bob." Kenda kanibaia mandazi. Hapo na hapo sitakuambia venye nilijikuta. Niko na damu, nasikia uchungu, sina mtu kukimbilia at least kumwambia ilikuwa hivi na hivi na hivi. Hivyo, yani ulijipata aje kwa hiyo situation? Nilijipata station enye jamaa amekupata tu kwa barabara, anakujua kwa majina, anakuita na iku, "Twende hivi nikubaie mandazi." Unamjua, huwezi kataa kumfuata. Akaenda kanibaia mandazi ya 5 bob peke yake. Nikaenda nikachukua mandazi. Hapo na hapo sitakudanganya ndugu yangu, nikajipata niko na damu, nasikia uchungu, sina mtu akumwambia venye ilitokelezea. Na hapo mimi nikapata mimba yangu ya first born. Ukiwa 11 years? 11 years, that is it. Na ulipata ball through rape? Through rape, yeah. Kwa hiyo akakuteka advantage? Kaniteka advantage, sina mtu akumwambia, sina mama, sina baba. First born yetu ni mlevi, second born ako tu, dada ako tu, yani una mtu kumkimbilia kabisa. Nikapata mjamzito hapo. In that process nikapata beshte yangu, akanipigia akaniambia, "Hakuna haja uteseke huko Samburu, na hapa Nairobi kuna mama mwenye anataka mtu wa kazi, kuja analipa shilingi 3,000." Hiyo time ukitafutiwa kazi bado uko mjamzito? Niko mjamzito ndogo tu, lakini sijui kabisa kama niko mjamzito. That is it. Akanitafutia kazi, nakumbuka ilikuwa Kasarani. Nikapata mtu akuniandika kazi, mtu mmoja analipa shilingi 3,000. Lakini naamka asubuhi saa 10, daily ni kufua manguo.
Saa 10 usiku niko kwa bafu kufua. By saa 1 huyu madamu ameamka, nimemaliza kazi ya kufua, kuosha nyumba, kuosha vyombo. Akuamka anapeleka toi shule. On that process mimba ikakua. Ikafika place siwezi fanya kazi. Kuamka asubuhi naamka nasikia kitu inanidunga hapa. Nashindwa huyu madamu nikimwambia naona atanifukuza. So ninasema acha tu ninyamaze na shida yangu. Ikafika place ninaezeka kabisa. Madamu akanifukuza. Akaniambia sasa mimi naona wewe umeezeka, uweze na kufanya kazi, chukua 3,000 yako uende. Akanipea bado. Nikarudi home. Kurudi home bado nikapata jamaa wa pili. Juu at least nimerudi kama niko safi, niko brown. Unaelewa ile design utoki kwa nyumba, niko mrembo. Akaniambia madam mimi nakupenda, naweza kuoa. Kaingia hiyo box yake bado. Haya tena mara pili. Hauko umelani kutokana na ile story ya kwanza? Kama ile ya kwanza sikulani. Nikasema Mungu amekam, acha nijaribu bado nyota. Nikakubali. Akanidanganya first mara ya pili hivi kulala na hiyo jamaa. Ndio bole ya pili imeingia. Exactly. Siwezi kudanganya. Ya pili imeingia. Kesho yake kupigia jamaa. Basi ile connection ya mapenzi, umeelewa? Block. Hadi nauliza mabeste, mbona nasema line busy? Naambia we rada, kwani uko fala aje? Ule jamaa amekublock. Sishikanishi hadi sikufi moyo. Nachukua hadi namba beste yangu nampigia, namwambia nisaidie tafadhali, akusikia tu hivi sauti yangu. Anakata hiyo simu. Nikasema all in all ni sawa. Bado niko mkwetu, at least kuna ile doza zangu kidogo nimeisave hiyo 3,000 juu sikuwa naitumia. Nimeisave. Ikakaa boli kafika mwezi 5. Niko mkwetu. Wakati ulipopata ile boli. Haukuwa na mafikra ya kuamua wacha nitoe hii mimba? Nilipata kweli. Nilipata mabeste. Mwingine ananiambia atanibaia majani ya 50 bob ile mzima ile anichemshie nimeze. Namwambia nikukufa. Mwingine ananiambia atanibaia juice ya nini inaitwa Island ama ya pineapple atanibaia. Namwambia nikukufa, yani mimi naona tu nitakufa. All in all nikasema tu acha nibebe hii ball. Nikaibeba bado nikaza. Venye niko maternity nikajifungua nikapelekwa home. Venye tu niko home ule jamaa bado alineka ball hiyo akarudi. Akanidanganya bado ako serious na relationship yetu. Home kwetu at least nilikuwa nimejitambuanga, kiti iko hapo meza. Kumbe ako after something. Umeelewa? Ninapeleka mtoi clinic. Duno alinibeba vitu zote kwa nyumba. Asubuhi. Sasa unaelewa story ya ushago. Boma fulani iko hapa. Kurudi kutoka clinic nakuta mlango iko wazi. Kuangalia hakuna kitu yote, nguo ndiko chini peke yake na nyumba ni kwetu. Nikashindwa Mungu, kwani nimekukosea wapi? Nikaamua kutafutia hii watoto market niwauze. So niko watu wangapi? 2. Msichana na kijana. Kijana ndo first born, msichana ndo second born. Nikasema ama niamekuuze watoto niende tu kuendanga. Kidogo nikasikia breaking news. Nikesu kusikika mtu yote anataka kuuza mtoto ama anauza mtoto utafungwa maisha. Kitu ya pili nikasema acha niende chemist nichukue dawa at least nipatie tu watoto wakufe, pia after kukufa mimi pia nijiue. Spirit kidogo ikanikujia ikaniambia aje tu kwa mrembo, unataka kuoa watoto yako hata kama una bwana, una mama, una baba. Kidogo tu nakaa hivi. Nikasema the second option ni zaachia shosho yangu mwenye hata hana macho. In fact hizi Mungu amrest in peace alipass. Nikasema acha niwaachie mtoi hata nikatie mtoto matiti niende bado wapi? Nairobi kutafuta kazi. On process that is nikapata beshte yangu akanipigia simu akaniambia unaweza kuja hapa Koinange kuna job. Mimi nikamuuliza Koinange ni wapi? Niye sijui hadi. Akaniambia kuna place mtu unasimama hivi unapata mtu anakupenda muenda na yeye. Sasa mimi nikasema acha nijaribu nione kama Mungu bado atajibu maombi yangu. Akanitumia hadi fare nakumbuka.
Alinitumia 1500 and 30 bob. 1500 kutoka kwetu baga hapa Nairobi 1200. Nikasema we, at least nilipe fare 1200, 300 niache nani? Watoi. Mimi niende city nione kama maisha bado itachange. Nakumbuka it's my first time. Nikafika, kanipeleka nikaoga. Hadi akanipea mini skirt, umeelewa? Vile niko brown skin hivyo, Mungu tu alibariki. Akanipatia mini skirt. Nikamwambia we, kwani naenda wapi hapa hivi place mtu wa nini? Akaniambia wewe tuende. Nakumbuka my first time. Kuna mtu wa Prado alikuja. Akanipick. Nataka huyu. Ndio akaniambia. Sasa ukiwa umesimama pale Koinange, mlikuwa mnasimama aje na line? Tunasimama na line, lakini sasa na line. Kuna venye sasa kuna wenyewe hapo hivyo, lakini hakuna mimi utatoka place umetoka uingie hapo, lazima uwe na connection. So mwenye aliniconnect ni mtu amezoea hapo hivyo. So I think alisema analete kazini wake official alikuwa beshte wangu. Akanichukua nikapanga line, mtu Prado akakam, akakuja akanipick. Nikamwambia naenda wapi? Akaniambia acha ufala wewe enda. Nikaenda vizuri sana. Nakumbuka kanipeleka nikakula chipo na kuku. Kidogo akaniambia unatumia pombe? Nikamwambia mimi situmii pombe. Akaniambia atwende basi tulale. Nashindwa kulala wapi? Sasa unauliza ule mtu ama unajiuliza? Najiuliza kwa roho. Kulala wapi? Simjui anijui, tunaenda kulala wapi? Sasa hata sina intention ya kupigia beshte yangu nimuulize tunaenda kulala wapi. Huyu jamaa akanichukua, nakumbuka vizuri sana, alinipeleka kwa ngorofa huko tao. Vizuri sana akanipeleka, kafika, akavaa towel, akaingia kuoga. Nikaelewa mimi pia ni mtu mzima. Sasa hiyo unafikiria niko miaka ngapi? Nilikuwa 18 good years. Kidogo tukaanza basi maneno, unaelewa 1 2 3. Akaniambia naweza kulipa through M-Pesa ama cash. Nikamwambia unaweza nipea any. Akaniambia ni sawa, nimekuwekea kwa M-Pesa ka kitu naweza jiendeleshea naye maisha. Mimi nikasema yani sikuwa na akili, huyu mtu simjui, anijui, amenikaje pesa kwa M-Pesa. Tukatoka. Akaniambia wewe tangulia, mimi nakufuata nyuma. Mimi kutoka hapo na hapo kwenda kuangalia simu. Hakuna kitu nimewekewa do. M-Pesa yangu imeread 00 venye ilikuwa. Niko katikati ya tao. Sijui mtu anaweza mpigia simu. Nikapigia hadi tu beshte yangu mwenye alinipeleka tu hapo. Kamwambia hello, fulani. Ni mimi nakupigia simu, kwani mimi nilienda place fulani nini ameniwekea do hajaniwekea. Uko wapi? Baadaye alikuwa ule beshte, umeelewa? Umetoka home, anaelewa background yenu. Akaniambia wewe acha nikukujia hapo. Ni kama pia alikuwa around sijui Nairobi pia. Nasimama hivi nasema wewe nitaenda wapi? Akanikujia. Kunikujia, akanipeleka hadi kwa nyumba. Akaniuliza kulienda aje? Nikamwambia ilikuwa hivi. Jamaa akaniambia nikupee cash ama nikuweke kwa simu. Mimi nikamwambia yote iko sawa. Dema akaniambia next time ukuenda kama ni M-Pesa, jamaa kuweke kwa M-Pesa, uforward kwa Mshwari ama utupe kwa account yenye uko naye. Mimi nikamwambia sina hata account. Akaniambia next time hadi akanionyesha simu. Unaenda hivyo, unafinya hivyo, hadi unafika pale Mshwari. Bado pia akanipea knowledge. Hapo bado hakunikufisha moyo. Akaniambia mlinda naye through nini Kafka ama mlinda naye through CD. Nikamwambia wewe alitumia CD. Akaniambia rushwa ikupasuka. Nikamwambia ikupasuka. Akaniambia next time ukue mwangalifu. Mimi pia naweza kupatia trust ya wanawake kabla mjana na yeye uko protected. Akaniambia, nikamwambia ni sawa. Tumekaa tu kwa nyumba, tuko karibu mademo wa 6 hivi. But kwa nyumba moja mko mademo 6. Wote mnafanya hiyo kazi? Wote tunafanya hiyo kazi ya kujiuza. But mimi bado sijaamua yani kazi nitafanya kabisa. Ni ile kupushiwa na marafiki, jua shida yenye umepitia mbele. Bado pia utaki kupitia mbele. On that process, ikienda nikaangukia jamaa. Pale tu, mifika jioni bado. Mchana tu, tukaambiwa tuende. Mimi nikamwambia wewe mchana mimi siwezi. Tukaenda usiku bado. Kwenda hapo nikapata bado jamaa the same. Kanipeleka hadi kwa room. Akaniambia mimi sitaki trust. Tunaweza jipima. Mimi nikamwambia niko ready juu I'm save. Tukajipima na yeye pia alikuwa save. Alikuwa
panga kubeba hiyo nini, hiyo kits. Tukajipima wote, tulikuwa save. Akaniambia mimi nataka kaf, lakini mimi nitakupea do ya maana. Mimi nikamwambia ni so si nimeona ako save. Tukaingia naye Mboka, tukagongana. Kwanza tunakumbuka niligonga shot 3 hiyo siku, hadi kuamka asubuhi kukojoa ilikuwa noma. But kujua after that hata nipe 5,000 niende juu sina protection, niende nimeze nini emergency pills. Sikufikiria hiyo. Niko na do, mimi naona tumbe kwenda kwa hiyo nyumba. Bado kuamkia asubuhi jamaa alinigonga 10,000. Tumelala naye kaf. Kwenda kwa hiyo nyumba, madema kaniuliza, wewe jana kulikuwaje? Sasa sijui kuficha. Nikamwambia wewe, mimi nilipo 10,000 ndio niko naye. Akaniambia sasa itabidi leo usimamie story na lunch. Niko roho safi, tukaenda tukabai mchele, nyama, viazi, tukajipanga na mabeshte, tukakunywa. Tukamaliza kukula. After hapo wakasema tubai tei. Tukakunywa pombe. Bado nikaingia Mboka. Hiyo siku ilikuwa mbaya. Sikupata hadi customer. Karudi kwa nyumba. Baada ya mwezi 3 hivi nasikia kutapika, nasikia sijui aje. Ndio alijipata kwa ball. Haya. Uko na ball tena ya 3 sasa. Na sasa hii juu ulikuwa umelala na ule jamaa miezi 3. Na obvious ulikuwa umelala na wengine. Utajua ball ni ya nani? Nilijua kwa sababu kwa wengine yenye nilipitia na wao ilikuwa through protection. Na nilikuwa very sensitive, singetaka ipasuke. But nikajua ile ball ilikuwa ule jamaa. Na sina namba yake, simjui, na amenipea through cash. Tumemalizana na yeye akanipea 10,000. Story ni ukondokea, simjui hadi. Nikauliza beshte yangu, sasa nitafanya nini? Beshte akaniambia, si utoe. Mwingine akaniambia, usitoe, huwezi jua Mungu atasakuja through mtoto, bado Mungu akufungulie maisha bado. Nikamwambia, maisha nimepitia kwanza, hakuna. Ya pili hakuna, ya 3 mimi naona tu ndatoa. Duno ball ilikataa kutoka. Ulijaribu kutoa? Nilijaribu. Hebu tuelezee. Nilienda kwa doc fulani, nikamwambia mimi niko na ball ya mwezi 3, nataka kutoa. Doc akaniambia kutoa ni 5,000. Mimi nikaanza kumbageni, nikamwambia sina 5,000, mbele na nyuma niko na 1,000 ngapi? 3,000. Nitafanya nini? Daktari akaniambia ongea na beshte yako wenye wamekuleta kama utakuongezea 1,000. So nikitolea 1,000. Mimi nikamwambia acha niongee na hawa kidogo nikaongea na beshte yangu, alikuwa hapo hivyo karibu, at least alikuwa amenipeleka. Akanikopa 1,000. Nikampea huyo doc. Duna alipea dawa na ikumake. Nikapatiwa dawa ya kuweka hapa chini ya meno hapo. Alafu naambiwa uweke topo, kuna venye itamelt. Nikakaa asubuhi kafika niko vile. Nikadubai kwa daktari. Akaniambia uli bleed, nikamwambia mimi sija bleed kitu yote. Baada akaniongezea ingine. Duna nilimeza dawa mara 3 na haijaitoka hadi saa hizi. Kamua tu nikasema all in all acha nifanye nini? Mbebe tu mtoto yangu. Mtoto wa 3 ambaye bado ni kijana. Niko na vijana 2, msichana mmoja. Mimi nikasema acha gani nihangaike Nairobi, najaribu kustruggle, at least ni make my life happy baadaye imake. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. Baada ya sasa kukaa na ule mtoto, sasa umejua uko na mimba. Na hii Nairobi hauna mboka ingine. Mboka ilikuwa ile kujiuza. Ulikuwa unaendelea kufanya aje ndio at least upate chakula? Nilikuwa naamua kukaa kwa hiyo nyumba au beshte yangu aende ajiuze, nikaa hapo kuwategemea. Na kitu cha kwanza unasahau mwanadamu ni mwanadamu. Atakupea leo, kesho yake ujipange. Niko na mademo ameanza madharau. Siendi mboka juu venye na feel. Unaelewa mtu ako na ball venye anasikianga. Nikasema acha tu mimi nifanye nini? Irudi home, madharau pia mademi mezi. Kitu ya kwanza siendi mboka na wategemea hapo, umeelewa? Nikasema acha tu nijipange nirudi home. Kurudi huko nakuta brother yangu amekuwa sasa nyoka. Hataki kabisa kuniona. Kitu ya kwanza, mtoto wa kwanza na wa pili niacha shosho yangu mwenye amezaa madhe wangu. Madhe wangu amepass, bado shosho yangu wako ana macho.
But mimi niko Nairobi nasema acha nitegemea niende ni hustle nilishe watoto, but nilienda Nairobi maisha yangu ikaribika hivyo. Sijai tuma hata shilingi moja. Brother kuniona hivi nimeshuka na bag hivi kwa stage na inge hivi nyumbani. Duna alitoleanga dipanga. Ilikuwa sapo ni mauano. Wow. Aniambia bado narudisha pi mtoto ya 3. Hadi akanipasuanga nakumbuka first day alinigonga hapa hivi hadi na mawe. Hapa juu. Aligonga na mawe hadi. So niko mjamzito hivi naelekea 7 months. So on the way kujiepusha kutoroka akanipiga mawe. Process nikableed hapo, nikapata msamaria akanipeleka OC, nikamuelewesha 1 2 3 about my life. Akamuacha nitoke kwanza hapo juu ya pressure bro. Pia kuna venye angesikia uchungu. How comes mtoto ya kwanza ana baba, mtoto ya pili ana baba, mtoto wa 3 bado unaenda ana baba, unarudi home. Kenda bado kwa mate akanisaidia nikajifungua. Niko tu kwake namsaidia 1 2 3 kuosha vyombo nini. On that process bado bwanake bado akanikatia. Bwana huyo madhe anakusaidia. Mama alikuwa amenisaidia. Kulienda aje paka huyo bwana akaanza kufall in love na wewe? Sasa venye umeelewa, bado niko young. Sieti niko young. Niko hapo at least wamenilishalisha kidogo, nimekula food, supu, umeelewa hiyo kukula hizo smart. Jamaa tu kidogo adanganya yake ameenda job, wote walikuwa employed. But kidogo anarudi home. Ananiseduce, ananiambia mimi usiponikubali utatoka hapa kwangu. Mimi namuuliza na bibi yako akujua? Anasema hawezi jua. Ni mimi na wewe. Nasema we nikubali tu ama nikatae? Hadi anipea vitisho, ananiambia nisipokubali leo nitatoka niende. So niko na mtoto mdogo karibu mwezi 2. Nashindwa nitaenda wapi? Siwezi rudi. Sina mtu wa kunishika huko nje. Nasema nitaenda wapi? Inabidi tu nikubali. Ukakubali kulala naye? Nikakubali kulala naye. Nakumbuka ilikuwa mchana, mvua inanyesha hadi. Kalala naye hapo hivyo. Akanipatia infection hadi. So niko mtoto mdogo wa mwezi 2. Kidogo ninajaribu tu kunyamaza juu ya shida. Anasema acha tu nivumilie hapa. Kutoka hapa hata niambie huyu mama huyu mzee alinifanyia hivi. Atanifukuza afikire ni uongo na bado mzee yake atasaidia na yeye. Jaribu tu kunyamaza ili nipate tu msaada. Ilikuwa ni kama ni mtindo. After 1 week lazima anikujie, after 1 week lazima anikujie. Do you know infection ilipasuka hadi siku hadi natembea. Kidogo ilibidi saa hadi nifungue hadi roho. Nikamwambia huyu mama ilikuwa hivi, bwana wako akaniambia nisipofanya hivi atanifuku. Do you know maliwadi bwana yake? Alimdunga kisu hapo life. Ukiwa kwa hiyo nyumba? Kwa hiyo nyumba hapo nilibidi tu kufungua roho. Nikamwambia mimi aliniambia hivyo, nikakubali. Juu kitu ya kwanza wewe nikubali kunisaidia kama ni msamaria, but nimenyamaza ikabidi tu nikufungulie tu roho. Do you know alichukua tu kisu from nowhere, mimi hata sijui kisu ilitokanga wapi. Akumbuka alimdunganga hapa hivi. Hapa kwa mguu. Hapa. Alimdunga tu pa. Alimdunga tu hivi mara moja. Hivyo na hivyo mzee akakufanga. Kidogo mama akajipeleka police station kujireport, polisi kuja kuchukua nini. Venye kulienda hadi ikafika. Hapo na hapo mama mwenyewe alikuwa na pesa. Hiyo story mimi mpaka saa hizi siwezi kuambia venye kuliendanga. Story ilisha hivyo. Tukaendeleanga kukaa, nikaona ndemona kaa hapa hivi, hii mama ananibeba kama mimi ndo nilifanya uwe bwana yake, tani niondoke tu hapa mimi niende. Bro, ilifika pahali mimi hadi nikasema sasa mimi hii maisha pale imenifikisha, niko na watoto 3, acha nitafute saa customer wanunue nani? Huyu mtoto kwanza hadi kabla John ile wengine. Huyu mtoto alikuwa mdogo, hot cake 2 months na mbeba hivi. Nikasema acha kwanza nifungulie page. Akubali kwanza kama atanunua huyu, nianze kuuza ili stress ikuniondoke hapo nipate pesa mimi niende majuu. Niliamua hivyo kabisa venye maisha inifikisha. Kaka hivi kuna beshte yangu mmoja Mkikuyu. Kaniambia, "Manze, unakaa na shida na kuna mama huko Makaren Kileleshwa hawana watoto. Unakaa hapo unateseka juu watoto.
tuamue tufanye mboka tuwauze, ondoke noma. By the way, nilikubali, siwezi kudanganya. Nilikubali. Kitu cha kwanza mimi nakumbuka, nilimwambia mimi am ready. Hakunipiga picha. Alipiga hadi mtoi picha, mtoto mdogo. Akaniambia na wengine, mimi nikamwambia wengine wako kwa show, siwezi ingia kwa bro, but kuna vile tutaongea. Akapiga mdogo picha. Do not nilipata customer hadi. Ukapata customer mtoto wako? Customer, niliamua nikapata customer. Kakuja hapa akaniambia atachukua mtoi na 400,000. 400,000. Ready to sell your own kid. Ready. Jupe place maisha imenifikisha, mimi nikasema mimi am ready. Nikapata customer. Na unajua customer si through face by face. Ni story tu na simu. Akasema naweza kutumia Joe mwenye anajua atakuja kuchukua mtoto na mjua, umpe mtoto hata usimpe hadi nguo. Kuna baby show yenyewe mama atakuja naye, ni mama hadi. Atakuja na mtoto, hamfuniki na nguo, aende nazo. Do you know? Mimi nilikubali kabisa. Akakuja, akapanga mtoto. Sasa niko umeelewa ile matiti ule ya mama ule. Akachukua hadi mtoto. Nikapoa nakumbuka nilipoa through cash. 400,000. Yote. Si ya through M-Pesa, very cash. Nikakubali, wakachukua mtoto. After 3 days, wanakijiji ni kama wali notice. Au comes, msichana ana mtoto, hatujasikia kama mtoto amekufa, haje. Ni kama kuna spy tu, sijui walitokea wapi. Mimi nilipelekwa hadi police station. Nilikuwa nimepigwa na wamama. Kupigwa. Naambiwa sema pale mtoto ulimpeleka. Mimi ilibidi hadi nifungue roho. Nikamwambia mimi kuna mama fulani uzuri na nilikuwa na namba. Hata kama sikuwa nimesave kuna namba, but sikuwa hadi nimetumia. Unaelewa story ya ushago? Unaona 400,000 nashindwa nitafanyia nini? Ni ile tu spirit imekuambia tu ufanye. Akatu hivi nikasema kafungua roho venye nilipigwa viboko. Nilipigwa hadi mnyonyo, nilikuwa nafinywa na screw. Ile spana, unaelewa? Nilikuwa nafinywa. Afyo matiti maziwa inatoka, naambiwa utasema mtoto wako wapi? Duna ilibidi niseme. Kaambia hii namba nilinipigia, hii namba niliconnect. Hivi na hivi achukua mtoi. Duna mimi sikuelewa vile nilitoa mtoto. Niko police station. Nimefinywa. Matiti imevura juu, sikunyonyesha mtoto baada ya siku 2. Imevimba hadi siwezi inua hivi mkono. Nikaletwa mtoto. Mama mwenye ali organize kuuza mtoto hadi akaletwa. Mimi sasa nikaambiwa tumepata the victim, waenda nyumba, but niko anda siwezi toka home kwetu kuenda pale nyingine. Hiyo niliambiwa hivyo. Hadi brother yangu akaongeleshwa nini. Kwa sasa hao mtu hapo chini. Sasa mtoto alirudishwa, ukaambiwa urudishe pesa yake pia. Nilikuwa nazo bado. Ukabaki na pesa. Nikabaki na niko na but nimeambiwa siwezi enda pale yoyote. Nikae tu wapi? Nyumbani. On that process nikakujua na nyumba 10 hawa kijiji, nikapelekwa hadi kwa chief, nikaulizwa nini na kufanya utake kuuza mtoto yako. Mimi nikawaelewesha kila kitu venye kulikuwa, venye nimepitia nini. Nikaambiwa inafaa kwanza nipelekwe rehabilitation center. Nikamwambia mimi hakuna place mnapeleka through rehabilitation, jikitia kwanza mimi situmiangi miadharati. Mimi niko sawa kabisa. Nikamwambia mbona nataka kuuza watoto? Mimi nikamwambia nataka kuwauza juu sina maisha, sina kazi, najaribu kutafuta mboka ijipi. Nitafuta kujitafutia maisha, naye maisha ijipi. Nasema kwani nimekosea wapi basi? Chief bado plus mama nyumba 10 walijaribu kunipeleka rehab zao ya kuniongelesha daily. Kuni advise, kuniambia bado uko msichana mrembo, bado uko mdogo, nini. On that process nikapata bado hapo karao. Akanidanganya. Akaniambia mimi nakuona uko mrembo, mimi naweza kubali wewe na watoto wako bado watatu. Mimi nikamwambia it's okay, mimi kama unanipenda, mimi nataka unioe rasmi, twende basi tukae mimi na watoto wangu juu sina mzazi. Nishonya at least niko naye mezeeka na macho, niko ready. Do you know karao karibu hata niwange. Juu nilimpata ana shit na dem, nikamkubali hadi tukaenda tukakaa naye nyumba moja mimi na watoto yangu. Nikapata tu text tu. Nikamuuliza babe unanipenda? Mbona napata hizi vitu? Do you know mimi karibu nishutiwa hadi
kuuliwa. Kamuuliza, unataka kuniua? Niachane na watoto yangu. Akaniambia nitakuua, niue watoto wako watatu, bado nijue hadi mimi. Kamuuliza, hakuna haja uniue juu sina damu yako. Mimi si damu yako, hata si damu yako. Unaniulia nini? Sunache tu roho safi tu, mimi ning'ang'ane tu na maisha yangu pale Mungu alinifikishia hadi basi. Akaniambia mimi nitakuua. Kamwambia mbona? Juu nimekupata unanishit. Mimi itoke, mimi naweza kuacha tu nile watoto yangu tu pale Mungu aliwezesha nini. Sasa ulipata akicheat kwa nyumba ama ulipata tu message akichat na mwanamke mwingine? Nilipata message venye walikuwa na chat na dem, anamwambia we ulinipeleka vizuri, nilisikia tamu, sijaipata mwanaume kama wewe. Nikafeel huyu jamaa hakuna kitu yote simpei kwa hii nyumba. Kama ni mimi ananipata, kama ni chakula nampikia, manguo namfulia, ni nini nyingine kweli anataka? Kumuuliza ikaulete hiyo noma. That's why karibu aniwe juu nilikuwa nimejua about yeye venye nani danganya, na alikataa hadi. In that process nikakaa tu kidogo nikasema we mimi hapa acha tu nivumilie juu ya watoto yangu. Kama si watoto yangu mimi hata singejipata kwa ujamaa. Nikaenda bado nikapata ball ya 4 kwa ukarao. Watayu ball anieka ball kidogo nikapata miscarriage. Mtoi akapass juu ya stress. Jamaa yes alikuwa ananipea kila kitu, but stress ilikuwa a lot. Ananipiga, niko na ball karibu ya 3 months 4 months, ananipiga mangumi mateke hadi ball ikaribika hivyo. Kidogo venye nilikuwa nikaambiwa inafaa nidungwe shindano niache bado kuzaa zaidi. Jio sipo. Kitu ya kwanza mimi ni mtu operation. Kitu ya kwanza ni operation, wa pili, wa tatu. Nikaambiwa sasa inafaa nijiprotect nisipate ball nyingine. Juu the more ninaendelea kuzaa nitalete noma. Sikusikia, niko na nyia mwezi niambia kitu. Nikapata bado ball ya 5 sasa. Ya 5. Ya 5. Na mimi ni mtu operation usisahau. Na hapo sisi tumeachiana mbali. Unakuta wameachiana for 2 years, 1 year. Kajipata bado kwa ball ya 5 sasa. Hii ball ni Mungu tu ili survive. Bado karao alikuwa ananipiga vita. Kunipiga si ngumi, hata kunikuta nimeoga kuenda kwa duka bila kumwambia ni kurudi, hiyo ni vita. Nilikuwa napigwa hadi story ilifika hadi kwa CS, OSPD, hadi kila mtu alishindwa sasa. Ilibidi sasa twende hadi kwa kotini sasa. Juu ananipiga na niko na ball, ananipiga kabisa. Tukaenda hadi kotini, nikajielesha, nikasema alinipiga nilikuwa na ball, miscarriage ikatoka. Bado nikapata ball, bado anaendelea kunipiga na mimi ni mtu wa CS. So siwezi vumilia, acha tuachane na ama. Koti kaniambia, uko serious unataka kumwachana tu hivyo, nikakubali. Kwenda home ilikuwa bad luck. Nikaumana. Kuumana kupelekwa OC kufanywa operation bado. Sister yangu mwenye nilikuwa namfuata akapass juu ya stress. Alipass. Alipigwa tu na shock akasema we bado ndio amezaa. Bado ndio yako na wengine ameachia hadi shosho nini? Takuaje? Do you know my sister alipasa kaniachia watoto 2 bado. Alikufa juu ya shock. Shock yenye nampiga. Alafu akakuachia watoto wake 2. 2, wasichana 2. Plus wale wako 4. 5. 5 plus huyo mmoja alikufa. So 4 plus 2, anu 6. Alipass niko kwa CS. Nikamaliziwa kidogo, kuna mama hapo alinificha. Kutoka nikamaliziwa after 2 days ndo nasikia sister yangu alipass. Na amepasa akasema uangalie hadi watoi hao 2. Ilibidi tu niongeleshwe na wamama nini, nikaambiwa kitu ya kwanza mwenye amepass akukuambia ufanye hivi, inafaa utimize ahadi, usipuuze. Nikasema wa God, nimeamua kusimama kotini kuachana na huyu jamaa. Niko na watoto wangu bado 3 plus nimemzaa ni 4 plus sister yangu ameniachia anu 5. Do you know mimi nilifika hadi place nilimeza hadi rat. Ukameza rat? Nilimeza rat. Kujimalize kabisa. Kujimaliza. Nakumbuka my first born right now ako 10 years, ni kijana ndo alinitia majirani kukimbizwa OC.
kama ninatapika hadi damu. Aniitia majirani, nakumbuka hata sijui nilipanda gari gani nikapelekwa hosi. Mimi nilijikuta kwa drips. Najiuliza nimefanya? Naulize tumefanya? Katibiwa na madaktari. Sina hata mtu akuja kunitembelea. Watoto wangu wako nyumbani. Shosha yangu hana macho bado haoni. Haka hivyo. Hospitali. Nikasema mimi nakaa hapa kufanya nini? Kidogo mimi nilijikuta hadi nimevuruta hiyo drips kutoroka. Nasema nakaa hapa kufanya nini? Watoto wangu wako home wanasafa. Shosha yangu bado hana macho nini? Nakaa hapa kufanya nini? Nilijikuta nilivuruta ile drips. Hadi saa hizi alama haijanipotea hadi kwa mkono. Nilivuta hiyo drips. Damu yenye nilimwaga. Sasa unajua advantage OC akuvalishi nguo kama yule uko cell. Uko na nguo kutambulisha kama ni mfungwa. Nilivutanga hiyo drips, nikachukua leso nikafungua kwa mkono, nikatoroka OC. Toroka OC, mimi nilijikuta nimeenda kwa nyumba yetu, nimewacha moto, nataka kujichoma hadi sana hao watoto sasa. Kujichoma. Nikasema mimi maisha pale imenifikisha sasa, acha tu nijue, niue watoto nisiachie mtu yote majukumu. Sasa nitaachia nani sasa? Sina mama, sina baba, sina dada, sina nani, mimi niko tu. Nikasema all in all, wacha ikue mbaya. Nikachukuanga, unakumbuka hii maushago hizo unakisha kuni, unajaza alafu dirisha mlango zote umefunga. Ilikuwa tu inatoa moshi nje. Mimi niliokolewa tu. Na wazee from nowhere bado. After hapo nikamwacha sasa, niacha watu hiyo home. Nikuja hapa Nairobi nitafute maisha. Bado kuna jamaa fulani hapo alikuwa Mkikuyu. Sasa nikaa tu Mungu anitumianga wa Kikuyu. Hadi saa hizi anajaribu kunipush maisha. Hata on the process sasa hivi nataka kuwa conductor. Hizi magari za forward. Niamue tu niende hapo ni hustle sasa. Jioni nitoke na amani. Kuje niangalia watoto wangu bado wako ushago. Sasa ukiwa kule nyumbani, huyu nani alikwambia ukuje Nairobi? Nilipata tu call ya beshta yangu bado Mkikuyu. Huyo mwanaume sasa. Akaniambia, kwani bado uko ushago? Nikamwambia mimi niko ushago nateseka, mimi nimefika hadi mwisho. Nikamuuliza tu kimchezo, mimi naweza pata kazi ya conductor? Akaniambia unaweza? Nikamwambia naweza. Beba mbao 50-50 mimi naweza. Akaniambia ni sawa. Baada akanitumia hadi fare. Hadi saa hizi niko on the way kujipanga, kujitafutia tisho. Nasikia PSV ni 2000. Nijipange. Ni hustle nipange watoto yangu plus watoto wa sister yangu na maisha tu iendelee kama kawaida. So, sasa ningependa kuuliza, unakaa kwa nani Nairobi juu haukuwa na nyumba ukija Nairobi? Mimi nakaa kwa beshte yangu hapo, mwingine Mkamba tu. Ameni accommodate tukaa beshte. Unajua kitu ya kwanza mimi nakuanga niko social na kila mtu. Mimi hata huwezi jua kama niko na stress, lakini stress yangu iko kwa roho. Mimi niko kwa beshte yangu Mkamba, ameni accommodate for now. So yeye ndo anakupea hope, ananipea hope na maisha. Alafu bado anani-encourage, ananiambia hii kazi ya conductor ni poa, utakuwa unamka saa 10 ya usiku, unaenda Mboka, unabeba hadi saa 4 saa 5, umefunga job, umerudi kwa home, unalala. As time goes, takuwa nimejipanga, nimejisettle hadi ningependa hata nichukue watoto yangu, tukaa nao hadi pamoja, maisha iendelee tu basi venye Mungu alipenda. Sasa kule nyumbani watoto umewachia nani? Nimechatia shosho yangu bado huyo tu, mama yangu bado. Na nani anaangalia shosho juu umesema shosho hana macho? Ana macho but kuna brother wangu mwingine hapo anabeba tao. Anafanyanga kubeba hiyo mbao. At least na anamleteangi unga, mboga. Bado watoto kwa nyumbani wanapika, bado bibi yake yako watapika. At least na anamsaidia. Watoto wako wanasoma ama hawasomi? Kuna huwa kwanza first born mwenye ako 10 years, ako class 4, mara ako shule, anitishwa vitabu. Brother yangu anamwambia hakuna mtu akulete vitabu, wewe kaa nyumbani. Bata wengine bado wasomi. Huwa kwanza tu ndo anasoma, leo anaenda, kesho aendi, juu bado atapati chai ya asubuhi, chakula cha jioni. Anaona hakuna haja niende, anaomba tunangu wake, wewe kaa, utaenda kesho. Yaani anapewa tu moyo, utaenda. Ni kazi gani ungependa kufanya? Mimi ningeza penda tu kazi yoyote, bora tu sikuwe kazi ya kuuza mwili. Kazi tu yoyote ambayo inawezalisha tu watoto yangu. Kwanza ningekwambia utoe hiyo fikra
ya kuchukua maisha yako. Kitu ya pili ningekwambia, usiwahi kufa tamaa kwa hii maisha. Ipo siku njia itafunguka, na ile mambo wewe unapitia, kuna mwingine anapitia ngumu zaidi ya hiyo. Na wewe sasa uko na watoto 6 wenye unawatunza. Kwa wale watoto wote, mmoja akiweza soma atakuja kusaidia mama yake. Wale watoto hawezi taka kuishi bila mama. Juu kuishi bila mama ni kama kuishi bila hope ama mwelekeo. Kwa hiyo ningeomba kwanza nikupe moyo, ujitie nguvu, na pia usiwahi regret kwa kitu yoyote ushaifanya kwa hii maisha ili upate chakula ama ili ulishe familia yako nyumbani. Wewe sasa ni mama shujaa sana. Wewe ni msichana mrembo mwenye uko na safari nzuri sana ya maisha. Kwa hiyo usiwahi kufa moyo. Usiwahi kata tamaa. Mungu atafungua njia zako zote. Kabla tuendelee, ningeomba unipe namba yako ya simu. Namba yangu ni 07 26 697 825. Turudie tena hiyo namba. 07 26 697 825. Majina italeta nani? Maria Teresa Echwa. Maria Teresa Echwa. Hiyo umesema sasa unataka kuwa conductor wa Ford. Ni nini umebakisha ndio uanze hiyo kazi yako ya conductor? Sina t-shirt ni 850. 850. T-shirt. Na kitu inaitwa PSV ni 2000. PSV. Ukipata hiyo uko na imani kazi ya Ford inaweza kupeleka mbele? Nitang'ang'ana ipasavyo kabisa. Juu sasa hiyo tu ndo njia peke yake naweza fanya. Juu sasa nimetafuta kila njia nimekosa. Na mtu akiweza kuitia kazi mahali, hata kama ni ya ofisi ama ni wapi, je, unaweza kubali kwenda kufanya hiyo kazi? Nitafanya kabisa. Niko ready. Na kwa yule best yako mwenye mnakaa nyumba analipa pesa ngapi? Analipa nyumba ya 3000. 3000. Mungu ambariki sana. Mungu ambariki. Siku moja utakuja kumlipia hata wewe mwaka mzima. Kumwambia asante kwa kunishikililia. Ni kweli. Na Mungu amtie nguvu asiwahi kosa. Ni kweli. Ukienda kumalizia, kuna yule mtu ako pale nyumbani sasa anakuona na amekufa moyo na maisha. Ungependa kumwambia nini? Mimi naweza mwambia kitu ya kwanza, asikufe moyo. Kitu ya kwanza, hakuna kitu ya maana kama maisha. Unaweza kuwa na pesa, huwezi nunua maisha. Unaweza kuwa na kila kitu, bado unaambiwanga mtoto si nguo, enda kwa duka umnunue. Mimi naweza mwambia asikufe moyo na hii maisha. Endelee tu kumuomba Mungu, one day tu maisha itakuwa tu sawa. Kwa wale watu wangu mnaniwatch na mmewatch hii video kuanzia mwanzo hadi mwisho, ningeomba kuwashukuru sana na Mungu awabariki. Na ningependa kuambia subscribe to this video, share it, at least ifikie watu wengi ndio uweze kutuconnect na destiny helper wake. Mungu awabariki.